Wakenya hamjambo, pahali popote mlipo jioni ya leo. Ni mimi wenu Isaac Mungai, ama kijana msafi, chairman wa Newgema Young Leaders Movement, na nimekuja hapa kutoa taarifa kwa sababu ya ile aibu ambayo tuliona siku ya jana hapa Kiambu, ambayo ilisababishwa sio wanasiasa sana, lakini ilisababishwa mpaka na kanisa na viongozi wa kanisa. Na mahali tunaelekea ni aibu sana. Ni aibu sana, na niambia hao maaskofu ambao tuliona siku ya jana huko APCA. Walitutia aibu kama watu wa Kiambu, na wakatutia aibu kama watu ya jamii ya kutoka Mlima Kenya, kwa sababu haswa hiyo kanisa sana sana ni kanisa ambayo iko based hapa Mlima Kenya. Hiyo kanisa haiko mahali kwingine, iko hapa Mlima Kenya, ya APCA ni ya hapa. Walitutia aibu sana kama watu wa Kiambu na pia kama watu wa jamii ya Mlima Kenya, kwa sababu hata kama watu wanafanya siasa, hata kama ni ulafi, hata kama mnapenda pesa kiasi gani nyinyi wahubiri, nyinyi mabishop, hata kama mnapenda pesa kiasi gani, hamfai kupenda pesa kiasi ya kwamba mnakosea madhabahu heshima. Nyinyi mnaabudu pesa, mnainamia pesa, mpaka inafika mahali kanisa inakaa ni kama soko, inakaa ni kama market, inakaa ni kama tu ni group tu ya walevi ilikuwa imekutana mahali kwa kufanya mambo mengine ambayo haieleweki. Mimi nashangaa na mahali imefika, iko mambo mingi sana inaendelea huku nje, na watu wakiongea mnasema ya kwamba kanisa inainukiwa. Watu wakiongea mnasema ya kwamba wachungaji wanapigwa. Watu wakiongea mnasema sijui hatuogopi Mungu. Watu wakiongea sijui mnasema hatufai kukosoa sijui kanisa, hatufai kukosoa Mungu. Lakini siku ya leo nataka tutofautishe kati ya Mungu na mapenzi yake, na kati ya hao maaskofu au mapasta wale ambao ni walafi, ambao wameanza kujitokeza mapema. Ni vizuri tutofautishe. Wakati tunasema kanisa inatupoteza, wakati tunasema maaskofu wanatupoteza, wakati tunasema mapasta wengine ni walafi, wanapoteza washirika na wanapoteza wa Kenya, wakati tunasema mapasta wengine wanatumika na serikali kupatiwa pesa ya hongo, kupatiwa pesa ya wizi ili wapoteze wa Kenya, wakati tunasema hivyo si Mungu tunapigana na yeye, wakati tunasema hivyo si Mungu tunakosea heshima, wakati tunasema hivyo si kanisa tunainukia, na wakati tunasema hivyo haimaanishi sisi tuko na vita na Wakristiano. Hatuna vita kamwe na Wakristiano. Hatuna vita kamwe na dini. Hatuna vita kamwe na wachungaji wa Kenya. Hatuna vita kamwe na viongozi wa dini. Lakini vizuri tuna single out wale ambao hawana nidhamu, wale ambao tunaona ya kwamba wazi wanatupoteza, wale tunaona ya kwamba wazi wanapoteza washirika, wale tunaona kwamba wazi ni walafi, hata wanajianika ni walafi. Lazima tunawaandika na tunawaongelelea. Iko siku nilisema hapa, in as much as hapa Mlima Kenya tumekuwa tukisema ya kwamba iko watu ambao ni tukonia na iko watu ambao ni komerera hapa. In as much as tunasema in the political class iko wasaliti, ni vizuri hata leo hapa nitangaze kama kiongozi wa vijana hapa Mlima Kenya, hata baadhi ya makanisa, baadhi ya viongozi wa kidini pia iko wasaliti. Wasaliti hawako peke yake pale katika siasa. Wasaliti hawako peke yake pale katika vyama vya kisiasa. Hapana, hata kwa kanisa hapa kati ya viongozi wa dini iko wasaliti, na ni wengi wamejaa huko. Kwa sababu nasema hivi, ile aibu tuliona jana, ile mambo ilikuwa inaendelea jana hapa Gatondo kanisa ya APCA, hiyo upuzi yote, mimi hata sijakuja hapa kulaumu wanasiasa, kwa sababu wanasiasa hiyo ni kawaida yao. Wanasiasa kawaida yao hawananga adabu, wakienda mahali ni malumbano, wakienda mahali ni kupangiana. Kwa hivyo hata mimi sijakuja hapa kulaumu wanasiasa, nimekuja kulaumu viongozi wa kanisa, wale ambao walikubalisha hiyo upuzi ikaendelea katika madhabahu, wale ambao walikuwa wamevaa hizo nguo za kidini, wamesimama hapo na kora, wanajiita viongozi wa dini, lakini wanakubalisha upuzi na ujinga na matusi na vitu ambazo hazieleweki. Siasa za pesa 8 zinafanywa katika madhabahu. Hao ndio nimekuja kulaumu. Na nyinyi mnapoteza watu, nyinyi mnapoteza jamii, nyinyi mnapoteza waumini, nyinyi mnapoteza washirika, na nyinyi hamusimamii ufalme wa mbinguni. Mnawakilisha tumbo zenu,
mnawakilisha familia zenu, mnawakilisha matakwa yenu, lakini hamuwakilishi matakwa ya Mwenyezi Mungu katika yale madhabahu. Nimekuja kuambia hivyo kwa sababu lazima tuambiane ukweli, na hii nchi ni nchi huru. Lazima tunakanga tu tunaambiana ukweli. Wakati tunaona mambo inaenda vibaya, lazima tunaambiana ukweli. Shame on you. Shame on you, wale bishops siku ya jana walikuwa wamesimamia hiyo madhabahu inakaa soko. Kama jana ndio Yesu alikuwa anarudi, kama siku ya jana ndio Yesu alikuwa anarudi, akuje wapate hapo AIPCA Gatundu North mkifanya hiyo soko, mkifanya hiyo upuzi na upumbavu katika madhabahu, angewanyorosha nyinyi zote na angewanyorosha nyote na viboko, angewavurusha nyinyi wote kama wezi na wakora na magaidi. Vile ambavyo alifanya zile siku ndivyo angefanya siku ya jana hapo kwa hiyo kanisa yenu. Angewavuruga nyote na viboko. Nyote angewavuruga na viboko. Kwa sababu ya ile biashara mlikuwa mnafanya hapo. Nyinyi mmegeuza madhabahu ya Mungu imekuwa ni kama soko ya walevi. Mmegeuza madhabahu ya Mungu imekuwa ni kama soko ya wakora, soko ya wanyang'anyi, soko ya majambazi. Ni aibu sana. Hata hiyo siku ya jana ilifanya hata kionekane kama Kabogo amekuwa bishop. Ya? Hiyo upuzi ilikuwa inaendelea hapo jana, ilifanya hata Kabogo aonekana ni kama amekuwa bishop. Kwa sababu ni yeye tu aliona ile upuzi ilikuwa inaendelea hapo. Ni yeye tu, hata kidogo tu alikuwa soba tu akaona hapa iko ujinga inaendelea. Kwa hivyo mimi nataka niambie viongozi wa dini hapa Mlima Kenya, vile ambavyo tumekuwa tukicall out wasaliti katika jamii, in the political class, hata sasa katika makanisa, we start calling you out. Wale wasaliti wote wamejificha katika dini, wale wameweka tumbo zao mbele, wale wameweka ukora yao mbele, wale wanapotoza washirika, wale wanafanya biashara kwa madhabahu, wale wanafanya biashara mbovu ya kuuza Kenya na kusaliti wa Kenya katika madhabahu, in the name of pastors, in the name of bishops, in the name of kuvaa hizo manguo mnavaa. Itafika mahali hata sisi tutawavua hizo nguo, hatutawapatia heshima. Sababu ambayo inafanya tunapatia viongozi wa kidini heshima ni kwa sababu tulifunzwa katika Ukristo tukiwa wadogo, tukaambiwa kwamba wanawakilisha bingu ama wanawakilisha ufalme wa mbinguni. Hiyo tu ndio imekuwa ikifanya tunapatia mabishop na maarchbishop na mapasta heshima, kwa sababu tuliambiwa kwamba wanawakilisha Mungu, wanawakilisha dini, wanawakilisha ile mambo ambayo ni mazuri Mungu angetaka ifanyike. Hiyo ndio wanafaa kusimamia, and that is why tumekuwa tukiwaheshimu katika in the community. Lakini ikifika mahali nyinyi ndio mnakuwa wasaliti wa juu, ikifika mahali nyinyi ndio walafi zaidi hata kuliko washirika, nyinyi ndio hata hamuna nidhamu kamwe, nyinyi ndio mnakubalisha ukora na ugaidi inaendelea katika madhabahu, itafika mahali hata hatutawaheshimu. Hatutawaheshimu. Kwa sababu hata sisi kama sio washirika wa hiyo kanisa, iko kitu moja tunajua. Hiyo upuzi ilikuwa inaendelea hapo sio yenye Mungu angetaka ifanyike hapo. Hiyo ujinga ilikuwa inafanyika jana. Hiyo si mapenzi ya Mungu. Hiyo si mapenzi ya Mungu. Mungu hangetaka madhabahu inaitanishwe na yeye itumike vile itumika jana. Kwa hivyo msije kutuambia hapa mnarekebisha jamii. Msije mkatuambia ati nyinyi ni kielelezo katika jamii. Msije mkatuambia nyinyi ndio viongozi wa dini katika jamii. Msije mkatuambia mnasimamia ukweli katika jamii. Msije mkatuambia nyinyi ndio mnasimamia yale mambo matakatifu katika jamii. Na msije mkatuambia nyinyi ni wakilishi wa bingu katika jamii. Nyinyi ni wakora, mnawakilisha tumbo zenu, mnawakilisha urafi yenu. Hata Mungu mwenyewe atawakana nyinyi kwa sababu ya hiyo mienendo ambayo mko naye. Feel so ashamed. Very ashamed. Feel ashamed kwa sababu ya hiyo ukora mlifanya siku ya jana. Mnakubalisha wanasiasa kuleta upuzi wao huko. Mnafanya mpaka washirika wanaonekana kama waenda wazimu, ni kama walikuwa wamevuta bangi kabla waingie kwa kanisa. Niambie wa Kenya, sisi hatutaogopa. Hatutaogopa kujitenganisha na wale viongozi wa kanisa ambao ndio wanashirikiana na watesi wa Wakenya. Sisi hatutaogopa kuwaita na majina. Wale wanajiita viongozi wa kidini lakini ndio wanashirikiana na William Ruto katika uongozi ambao ni uongozi ya kufinyiria Wakenya. Hatutaogopa kuwaambia ya kwamba mnakosea Wakenya.
kushirikiana na kupigia makofi na kubusu serikali ili ambao kila uchao ndio inatatiza wa Kenya, ndio inafinyilia wa Kenya. Hatutaogopa. Tunajua William Ruto amenunua wengi. Kwa sababu mahali imefika makanisa mapasta wengi, mabishop wengi wamenunuliwa. Wengi wamenunuliwa. Ndio ili warudi kwa madhabahu wakaongea wakiwa kwa madhabahu kusema ya kwamba William Ruto amemwagiliwa mafuta mara ya pili na Mungu. Na tulisikia wakisema hivyo jana. Mtu anasimama hapo, amevaa hizo nguo za kidini hapo, anajiita bishop, anaanza kusema vile ambavyo Mungu sasa ameandaa William Ruto ndiye atakuwa rais wa pili, atakuwa rais mara ya pili 2027. Wakati huu hatutakubali kupotozwa. Kwa sababu tushajua ya kwamba nyinyi ni wakora, nyinyi ni magaidi wa kawaida. Ni kujificha tu, mnajificha katika dini. Mnajificha tu katika madhabahu, lakini nyinyi ni wale tu wakora, magaidi wa kawaida. So safari hii hatutawakubalisha nyinyi kupotoza sisi. Tutapingana na nyinyi. Tutapigana na nyinyi. Tutawapinga na tutawaita kwa majina mpaka dakika ya mwisho bila kuogopa. Nikiwa katika hiyo maneno, nataka niambie gavana wa Kiambu ambaye anaitwa Kimani Wamatangi. Ile kitu itakusaidia sio hiyo puzi niona mnafanya hapo. Ile kitu itakusaidia bwana Wamatangi. Sio hiyo upuzi unagojea William Ruto siku anakuja hapa, unapanga watu, unawalipa, unawasafirisha waende wakupigie makofi ili ionekane ya kwamba ati uko na umaarufu hapa Kiambu. Hiyo ujinga haitakusaidia. Kwa sababu umekuwa ukitumia hiyo karata ni unatumia. Siku William Ruto alikuwa hapa last month wakati alikuwa anazindua hii barabara ya Mau Summit. Ukawa umenunua watu kama 2,000 uko walipo kuwapeleka huko wakupigie makofi. Ili uleta vurugu ionekane kama wewe Kiambu peke yake ndio unafanya kazi. Siku ya jana pia umesafirisha watu, umewapeleka AIPCA ili wakupigie makofi, ili wakushangilie, uonekane ndio unafanya kazi hapa. Alafu mnashinda na wao the whole day. Hii siku nyingine ukienda kwako unafiatua risasi hapo, unaita media, unachukua hapo marisasi, unaanza kusema wanataka kukuua. Wanataka kukuua na wewe mnakula na wao. Wanataka kukuua na wewe kila siku mko nao katika ibada. Wanataka kukuua na kila siku William Ruto anakuja hapa, wewe ndio unamkaribisha katika hizo mikutano. Since last year, wakati William Ruto alikuwa amekuja hapa Mount Kenya tour, siku aliingia Kiambu, wewe ndio ulienda kumlaki. Safari zote William Ruto amekuja hapa bwana Wamatangi, wewe ndio unaendanga kumkaribisha. Wewe ndio unatengenezanga watu unawalipa waende akakupigia makofi katika mikutano ya William Ruto. Alafu usiku unaamuka hapa unatuambia wanataka kukuua. Wanataka kukuua na wewe ndio mnakula na wao, mnalala na wao, kila kitu mnafanya na wao. Hiyo ukora unajiekelea hapo bwana Wamatangi ya kujaribu kuleta sympathy hapa. Eti watu wa Kiambu kuhurumie. Hiyo upuzi haitakusaidia. Kuja Matangi utengenezea watu wa Matangi barabara. Iko siku walikuwa wamegoma. Na hakuna siku nimesikia umeongea hiyo mambo ya barabara ya Matangi. Walikuwa wamegoma last month karibu yote. Na hatujasikia ukiongea mambo ya barabara, lakini uko na nafasi ya kulipa watu na pesa ya county. Waende wakakupigia makofi huko. Hiyo upuzi wa Matangi haitakusaidia. Kuja tengenezea watu wa Matangi barabara. Kuja tengenezea watu wa Juja barabara. Watu wa Wetaithia wanahangaika, hawana barabara. Wanapitia kwa matope, wanapitia kwa mitaro. Wanateseka. Wewe ndio uko na pesa yao ya kutengeneza hizo barabara. Ile kitu itakusaidia ni kukuja Wetaithia tengenezea watu barabara. Kuja Juja tengeneza barabara. Ingia Matangi, hii barabara imesumbua sana. Kabogo walikuwa wameitengeneza. Waititu walipokuja akaiweka lami. Wewe ulipoingia wa Matangi hakuna barabara hata moja Kiambu umeweka lami. Kazi yako ni kurukaruka huku na vifaranga na nguruwe huku. Unatengeneza piara hapo, unaleta wamama kwa manyasi the whole day, unawapatia unga moja na shilingi 100, unawaambia iko kazi unafanya Kiambu. Hakuna kitu unafanya Kiambu ya kusaidia watu. Hakuna mradi hata moja unafanya hapa ya kusaidia watu wakaji wa Kiambu wanateseka. Alafu kazi yako tu ni kuchukua pesa tu, unazunguka hapo unanunua watu wa kupigia makofi. Siku William Ruto anakuja hapa ndio umuonyesha kwamba uko na umaarufu. Wacha kuonyesha William Ruto uko na umaarufu ya hapa Kiambu. Fanyia wananchi wa Kiambu kazi. Wao ndio wako na kura ya Kiambu. William Ruto hana kura ya Kiambu. William Ruto hapigi kura hapa. Wala watakupigia kura kama watakupigia ni wakaji wa Kiambu. Hao wenye saa hii wanateseka wanagoma kwa sababu ya barabara kuharibika na umeshindwa kuwatengeneza hizo barabara. Kazi yako ukiamuka tu unafikiria vile unaweza kusanya watu wengi upigiwe makofi. Hizi piara wa Matangi zitakusaidia. Hizi piara zitakusaidia. Juzi nimeona ukilialia unasema wanataka kukuua.
Juzi nimeona ukilialia wanataka kukuua. Wanataka kukuua na wewe ndio unawakaribisha hapa. Mnalala na wao, mnakula na wao. Alafu wanataka kukuua. Ile kesa hata kama wanataka kukuua, kwani wewe ndio wa maana sana kuliko Gen Z wenye walipigwa risasi hapa Kiambu siku ya maandamano na hatukuona ukiomboleza, hatukuona ukiongea. Unataka sisi saa hii watu wa Kiambu tukuhurumie, we sympathize with you, eti William Ruto wanataka kukupiga risasi. Sisi wakati watoto wetu wameuliwa hapa Kiambu, hapa Juja wakati watoto walipigwa risasi mpaka hapo Kiambu town, karibu na ofisi yako mtoto mdogo akapigwa risasi akiwa kwa nyumba kakufa. Hatukukuona ukiomboleza, hatukuona ukikemea hicho kitendo. Hatukukuona siku hata moja ukiambia serikali kuu ya kwamba waache kutumia nguvu kupita kiasi kuua watoto. Hakuna siku hata moja Wamatangi tumekuona ukitetea wa Kenya hapa, hasa watu wa Kiambu. Siku walikuwa unapigwa marisasi. Alafu unakuja kutuambia unataka kupigwa, si upigwe. Bora unapigwa na risasi na hao mnakuranga na wao, wakupige tu. Bora hao wanataka kupiga risasi na wao mnakula na wao. Mlishinda na wao siku ya jana. Siku ya kufungua hii barabara ya Mozambique mlishinda na wao. Siku nyingine mlikuwa State House na wao. Bora mnakula na wao, wakitaka kukupiga wakupige. Wewe sio wa maana kuliko wale watoto tumeuliwa hapa na hujaiongea siku hata moja. Hii siasa ya upuzi ya Kiambu lazima ikome. Na niambie watu wa Kiambu lazima hata nyinyi mfunguke macho. Juzi tumeuliwa watoto wengi sana hapa kwa sababu ya mgomo ya madaktari. Wamatangi alikuwa amekataa kuzungumza na madaktari. Wakagoma karibu miezi 7. Watoto wakawa wanakufa karibu kila siku. Na hiyo taarifa wakati ilitolewa hapa, wale watoto ambao wamekufa, Wamatangi akaanza kusema sio hao, ni wachache. Kwa hivyo pia alikuwa anashabikia hata wale walikuwa wanakufa hata kama ni wachache. Ametuachilia watu wa Kiambu wakateseka. Leo hii tunazungumza na nyinyi hapa. Wamatangi, I must call you out. I must call you out. Baadhi ya governors wale ambao wametoka Mount Kenya, wewe ndiye uko na shida kubwa zaidi. Umetesa investors wale ambao wanakuja hapa kuinvest ili watoto wetu wapate nafasi za ajira. Umewatesa kiasi ya kwamba developer anakuja hapa ananunua shamba, analipa ushuru, analipa kila kitu ili apate approval ya kuanza ujenzi, ili vijana wetu wapate mahali ya kwenda kufanya kazi, wamama wapate mahali ya kwenda kuuza uji na mandazi. Au ma investors unawakanyangia baada ya kulipa kila kitu, unawanyima approval. Unawanyima approval. Eti unawaita mlango ya nyuma ndio upatie approval wakupatie shamba kiasi ama wakupatie pesa kiasi fulani. Na saa hiyo wamelipa makaratasi yote wako naye. And saa hii nikiongea iko kesi kotini. Iko kesi kotini, investors wamekupeleka kotini kwa sababu wamelipa kila kitu, umewakanyangia, hutaki kuwapatia approval. Unawaambia wakukatie shamba kiasi fulani ndio wapatie approval. Wengine hata wanachota na mabenki kwa sababu wamechukua maroni kukuja kuwekeza hapa. Wanachota na mabenki. Wewe kazi yako tu ni kurukaruka hapa, piara. Unaenda kuambia wamama William Ruto anakushikanga kila asubuhi. William Ruto anakushikanga kila asubuhi na mlikuwa naye jana. Kwa nini hakukushika jana Wamatangi? William Ruto anakushika kila asubuhi na mlikuwa naye last week. Kwa nini hakukushika last week? William Ruto anakushika kila asubuhi na ulikuwa State House. Mnalala mnakula naye na unakuja kuambia mama hapa eti ndio wakuhurumie, atunashikangwa kila asubuhi. Hii upuzi wa Matangi haitakusaidia. Na wale watu wachache ambao ni walafi unapatia 100 200. Unafikiria watakusaidia? Hawatakusaidia kwa sababu wale tuko na akili ndio wengi. Sisi wale tuko na akili, sisi ndio wengi wa Matangi. Wale tuko na akili Kiambu, sisi ndio wengi. Na hiyo upuzi haitafanya tukupatie kura. Wacha kutesa investors, watoto wanahangaika. Na nimekuja nikualike hapa siku ya leo kwa sababu unanyima investors approval ili vijana wetu wasipate nafasi za ajira. Wakae katika soko, wakae katika mitaa kwa Kamawe. Ndio siku naleta vifaranga washinde hapo wamekungojea the whole day. Kwa sababu hakuna mtu wako na akili. Hakuna kijana hako na uwezo wa kujitafutia kazi. Anaweza shinda the whole day kwa nyasi amekungojea umpatie kifaranga moja shilingi 100. Hakuna. Lakini unataka wateseke, ndio maana umenyonga investors. Hautaki kuwapatia approval ili vijana wetu wasipate nafasi ya ajira. Wakae kwa Kamawe, ndio ukileta vifaranga wanakupigia makofi. Unatesa wa mama wetu, unawaweka kwa manyasi the whole day ili wapatie unga ya 200 gavana mzima. Kwa sababu hautaki investors wapate nafasi ya kuwekeza ili hao mama wapate mahali ya kwenda kuuza uji na chapati, waweze kupata pesa ya kujisimamia. Unataka wakose kazi, wakuje wakugojea kwa manyasi the whole day. Wewe si gavana, wewe ni bure. Very useless. Hiyo ni upuzi hiyo. Na ni wajinga tu wanaweza kupigia makofi, lakini hakuna mtu wako na akili timamu anajua ile kitu watu wetu wanapitia kwa sababu yako anaweza kupigia makofi. Unaweza tu furahisha mafala wa Matangi, utafurahisha tu mafala peke yake na mafala ni wachache. Wala wako na akili ni wengi hapa Kiambu. Hatuwezi vumilia hii maovu.
Na ndio maana naambia watu wa Kiambu lazima tuamuke. Lazima tuamuke. Tulikuwa na Kabogo hapa 2013. Akatengeneza mahospitali, barabara zikamshinda, tukampeleka nyumbani. Tukakuwa na Waitito hapa, akakuja hapa akajaribu kufanya maneno. Hata Heri Waitito aliweka lami huko Matangi, aliweka lami huko Beteithi, aliweka lami huko Thika, alifungua bus station huko Makongeni, alisaidia vitu kadhaa hapa. Baadaye kidogo akashikwa akakuwa impeached. Gavana watatu akakuja, alikuwa Nyoro alikuwa tu bure kama Matangi. Matangi sasa ameingia, miaka 3 inaisha, hata miaka inaisha. Kuna kitu amefanya Kiambu isipokuwa kupeana vifaranga na kupeana nguruwe. Hospitali anajenga ndio akule kickback. Kwa sababu kama ako na nia njema na kuimarisha mambo ya afya, hawezi kuwa anatumia pesa ya watu wa Kiambu kujenga hospitali zingine wakati zile zingine hazina dawa na hospitali wamegoma. Tumeuliwa watu Kiambu wamekufa for 7 months. Na huyu jamaa analala na anaamuka na hana stress, ni kama hakuna kitu inaendelea Kiambu. Alafu akiamuka anadanganya vile amejenga hospitali. Kujenga hospitali na hakuna madawa na hakuna madaktari, hiyo ni kama kurebesha jeneza, my friend. Hata kaburi irejeshwe namna gani, hakuna mtu anaweza tamani kuishi kwa kaburi. Kujenga mahospitali hiyo unajenga hizo unajenga ma structures. Unajenga ma structures ndio kule kickback. Lakini hauna nia ya kusaidia watu wa Kiambu mambo ya afya. Hiyo yote uko unafanya tunajua. Tunaielewa vizuri. Ndio maana tunasema watu wa Kiambu lazima mjite kamtano. Hatuwezi kuwa kaunti kubwa namna hii, iko na watu wengi namna hii na hii utajiri yote. Alafu tunaongozwa na mwenda wazimu. Mwenye kazi yake ni kushughulika vile atapigiwa makofi, vile watu wataimba nyimbo zake na kuwapatia kuku na kuwapatia unga. Kiambu tunataka miundo msingi, Kiambu tunataka maendeleo. Tunataka mabarabara zijengwe na county, zile ambazo ni devolved, zile ambazo ziko chini ya county government. Tunataka zijengwe ili watu wa pikipiki, watu wa bodaboda, watu wa taxi, watu wa magari, watu wa kutembea, watu wapata mahali mzuri ya kufanyia biashara zao. Tunataka investors wapate nafasi mzuri ya kuwekeza ili vijana wetu wapate kazi. Shimo ni bwana wa Matangi, kwani county inaweza ajiri watu wangapi? Kutoka siku uliingia hapa 2022, umeajiri watu wangapi? County haina nafasi kubwa ya kuajiri watu wengi. But the private sector, through the investors, hiyo ndio iko na nafasi kubwa sana ya kuajiri watoto wetu. Na hao ndio umekuja umenyonga. Hautaki kuwaachilia approvals ili vijana wetu wasipate kazi na mama wetu wasipate kazi. Unataka wakae kwa mitao na kupiga makofi, unawapatia kuku na unga. Hiyo ni upuzi. Na ni wajinga peke yake wanaweza kushabikia wewe. Hakuna mtu wako na akili timamu anajielewa anaweza kushabikia. Shemo ni bwana wa Matangi. Na tutachoka. Hii mwaka tunaingia bwana wa Matangi, tutakimbizana. Hii mwaka tunaingia kama hautaachilia approvals za investors, wale ambao wamekuja kuwekeza hapa vijana wetu wapate ajira. Kama hautaachilia approvals zao bwana wa Matangi, hii mwaka tunaingia tutakimbizana. Tutakimbizana na hata si lazima ufikishe 2027 ukiwa gavana. Njia za kukutoa hapa kwa kiti ni mingi. Kama itafika mahali ibidi utolewe kwa kiti, utatolewa kwa kiti. Kuapishwa gavana mwingine, wewe kwanza uende jela. Hawezi kuwa kazi yako ni kuiba, umefunga investors wafanye kazi. Umewakanyangia approval kwa sababu unataka kukugawia shamba ama kupatia pesa za kando. Watu wetu wanateseka, hakuna matibabu, barabara hazipitiki. Kazi yako ni kuiba pesa ya Wakenya, ya watu wa Kiambu hapa, unakuja kulipa watu wakupigia makofi. Kama hautarekebika next year, hii kitu utaionea view sasa. Hatuwezi kutolerate. Iko maswali? Kama hakuna maswali, kama iko sote tutachukua moja ama mbili. Lakini hiyo ndio ujumbe. Tunataka ifikie watu wa Kiambu. Kwa sababu hiyo ndio ukweli wa maneno. Na mimi kazi yangu ni kuongea ukweli. Mimi hakuna kitu nakopanga. Hakuna kitu nakopanga. Niliwaambia hakuna kitu nakopanga. Mimi kazi yangu ni kuongea ukweli. Na kama nimedanganya wa Matangi kesho aite nyinyi watu wa media, hata yeye aongee yake. Kama iko kitu nimedanganya hapa yenye sio ukweli, nyinyi si watu wa media waite kesho hata yeye aseme yake. Kama iko kitu nimedanganya. Mimi sina gavana nimesimamisha, mimi sitaki kiti ya gavana, mimi sisimami kiti yoyote. Ile kesi mimi hakuna kitu nasimama. Mimi ni mpiga kura wa Kiambu. Mimi ni mtetezi wa wananchi. Kazi yangu ni kuongea ukweli. Mahali wa Kenya tunafinyiliwa, mahali ushuru yetu inatumika vibaya. Hiyo ndio kazi yangu. Mimi hakuna kiti nataka, mimi sitaki kiti yote. So mtu asiseme ati niko na fitina, hakuna kitu nataka na sina fitina. Wa Matangi si baba yangu, sio wetu, hata simjui. Na sitaki hata kumjua. Mimi nataka tu afanyie watu wa Kiambu kazi. Sihitaji tujuane bora tu afanyie kazi watu wa Kiambu ile kazi ambayo alipatiwa kufanya. Lakini si kurukaruka hapa na wamama kila wakati hapa anatumia pesa yetu kuwapatia 100 200 apigwe makofi.
Hiyo upuzi lazima ikome. Na ajue kando na hiyo drama na upuzi na ujinga ilikuwa inaendelea jana na imekuwa ikiendelea hapa Kiambu. Siku William Ruto anakuja. Ajue ya kwamba hao wengine wanaweza kuwa aspirant, but they are not responsible. Hakuna mtu mwingine hapa Kiambu ako responsible kama gavana wa Kiambu isipokuwa Wamatangi. He is the one that responsible. So yeye acheze ngoma, hiyo upuzi anacheza na hao wanasiasa, apoteze muda. Akose kutufanyia kazi, nyumbani ataenda. Ni vizuri tumwambie hivyo. Ya hao kina Kuroria hao wengine wote, hakuna gavana hapo. Wao ni wabunge, wewe ndio gavana. Cheza ngoma yao kabisa. Pimana nguvu na wao. Tafuta wamama kona zote, wapatie vitambaa za IEBC, wapatie pesa, waende wakakupigia makofi. Ruka kabisa, onyesha vile mtu umaarufu yako. Kukosa kutufanyia kazi, nyumbani bado utaenda. Hiyo upuzi yote na ujinga wote haitakupatia kura. So lazima tumwambie ukweli. Iko swali? Hakuna. Kama hakuna swali, mwakisha kwamba hiyo ujumbe imefikia Kimani Wamatangi. Na mumwambie mimi naitwa kijana msafi. Kazi yangu ni kutetea Wakenya na kuongea mambo ya ukweli. Na kama iko kitu nimedanganya, kesho aite nyinyi hata yaongee yake.